Baba, unajua niliwaambianga vitu vingine na ninarudia hii. Hii ndio upotovu uliofanyika Kenya kiwango cha juu, na ninaisema. Na narudia ile niliyoanza nayo. Ninyi wachungaji mlidanganya Kenyans. Mliwadanganya wa Kenya. Na ninasema hivi kwa sababu hii kitu imesababisha hata kanisa limedharauliwa. Wachungaji mlikuja mkawaambia watu Rais Ruto ni mzuri, si ndio? Na alitoa sadaka kwenu. Baba itika. Kwenu ni wapi? Busia. Busia. Yes. Na mliambia na alitoa sadaka makanisani kwenu na mkamuanoint na mkasema ni mtumishi wa Mungu, asema Bwana. Safari hii Kenya inakuwa Kenya nzuri kuliko siku zote. Na mimi nikaamuka nikaambia, mtumishi wa Mungu, hawa watu wanaoimba wimbo wako watakugeuka. Kuna nia yao. Na wakati huo wachungaji wakanibrand mimi sifai kabisa. Huyo mtu hata kwanza hatujui Mungu wake ni nani. Na siku ile walikosa ile kitu walitaka kwa rais, wakamgeuka. Saa hii wameanza kuambia wengine, sasa nyinyi ndio wazuri, njooni. Hata na nyinyi ninawaambia, kinyonga hakina rangi, kitawageuka tu. Nendeni kwa mtumishi wa Mungu anayesema hii leo na ataisema kesho na ataisema kesho kutu. Wengine wako na njaa, mkimpa pesa atatabiri. Ukipeana kwa mwingine atasema ni pesa mbaya. Ukipokea simu yake atasema we ni mzuri. Usipopokea, sasa wakaanza kuambia watoto vijana hawa kwamba hiyo pesa si nzuri. Mimi nikauliza baba, na nauliza inaniumiza, sababu uko na miaka mingapi? 16. Si ndio? Si uliona hata wanafunzi wamefundishwa kuimba sijui Ruto must go, si ndio? Ati kwa sababu wameambiwa wasiact kipindi fulani. Ndugu yangu, uko na miaka mingapi? 40. Wakati tulikuwa shule, tulikuwa tunafundishwa utamaduni na patriotism, how to be patriotic to your country. Tulifundishwa jinsi ya kuimba Moi must go? Hapana. Hii ni acting gani hii watoto wetu wanafundishwa? Niambie. Yani mtu mimi ni leo naongea, munipige huko. Unafundisha watoto jinsi ambavyo eti watoto wa leo wazazi wao wamepotea, wachungaji wamepotea, viongozi wamepotea, wao ndio wanaelewa. What are you teaching our children? Na unataka iende ifundishwe huko. Unamwambia mtoto wangu mimi Ezekiel simuelewi kama pastor, mimi babake simuelewi na rais wake amuelewi, nani anamlea? Unataka alelewe na nani? Naunga mkono, ilikataliwa na shukuru. Unafundisha mtoto wangu nini? Maana mtoto umleavyo ndivyo. Heshimu mama na baba uishi miaka. Sasa inaniuma mimi. Do you know what it means? New generation. Parents don't understand them. Church does not understand them. Leaders don't understand them. Then who will teach them? You need to understand your father to inherit the blessings of the father. Nisikilizeni vijana wenzangu na watoto wangu. Some people are taking advantage of you. Na saa hii wanawaambia mchukue kura. Mnamchukua kura, mnampigia nani? Si ni yeye? Na waongelesha kasirikeni.
Kuna kijana ataenda kusimama kuwa rais? Kuna kijana ataenda kuwa rais? Leo nadhani nitaingia TikTok. Anaambia kijana, ukombozi wenu ni sasa. Hapana. Sasa hii mmenikasirikia kweli sababu nimewagonga. Don't take advantage of young people. Utakapoingia huko na ukose kufanya kile wanachotaka, walichoma bunge, watakuja kuchoma State House. Wachana hao vijana, wafundisheni maadili mema, waambie inchi lazima ifanye kazi ipate pesa. Usimwambie kijana akipiga kura atapata kazi. Uongo. Uchumi wa Kenya haiwezi kusupport vijana wote sahihi. Waambieni ukweli. Ni kweli. Uchumi wa Kenya haiwezi kusupport vijana wote. Tufanye bidii to create job opportunity, vijana wetu wapate kazi. Let us not lie to them. Let us stop lying. The current economy cannot support wale ambao wanatoka chuo waingie kazini wote, because the government, people want to be employed by the government. Sindio? The government does not create job opportunity. The government create business opportunities. Na private sector ndio ina create job opportunity. Mimi nikifungua petrol stations, nimeajiri watu. Saa hii kuna magari mawili yanahitaji mtu kuendesha. Uwezi kuendesha gari ya rais, gari magari ya serikali. Serikali haifanyi biashara. Hiyo ndio maana all government parastatals, most of them what they make losses. Government is not meant to make profit. And if you don't privatize them, they won't make profit. Sababu yule mtu umemwambia umkodishie, nia yake ni kutengeneza faida. Kwa hivyo hawezi lala. Lakini mtu aliyeajiriwa na serikali, wewe nenda kwa shule za serikali, utapata mwalimu ameketi hapa anapiga story. Nenda kwa private, utapiga story. Wacha tusidana. Saa hii naona watu wanapiga kelele, we are not privatizing Mumias. Sasa unataka nani aitengeneze? Serikali ikiongeza pesa, unasema hiyo pesa ni ya uwizi. Ametoa wapi? Ameweka kwa Mumias Sugar. Si ndio ndugu yangu? Si mnafanya maandamano huko? Kweli. Si serikali, si Rais Ruto aliweka pesa kwa hiyo Mumias Sugar? Mukasema ni ya uwizi. Si ndio? Tafuta mtu afanye, aweke pesa ili watu wa sugar farmers na yule mtu anasema kwa wiki, in 7 working days kila mtu atakuwa amelipwa. Si ndio? Sasa hivi mmefanya maandamano, mwataka nini? Nobody is out there to tell people the truth. People are playing politics with your future and nobody will tell you. Akisema atasemekana yeye anaunga opposition. Akisema atasemekana yeye anaunga serikali. I don't talk for the government, I speak for you. Serikali, rais aliweka pesa, si ndio ndugu yangu? Ikasemekana tena nyinyi tu huko Western, mkasema hiyo pesa ametoa wapi? Mwizi. Ametoa pesa wapi? Na amekushon hiyo debt ya Mumias Sugar. Akatafuta developers, kwa sababu mtu akiajiriwa na serikali anaangalia mshahara na gari lake na cheo. Sinaongea ukweli? Sini ukweli? Akasema wacha tutafute private sector waingiane na serikali. Sio kwamba ameuziwa, akodishe. Juzi kulikuwa na problems za economy ya UK. Watu wa watch international news. Ile mambo ya Trump. Tariffs. So